kufuatia wengine. Ile ni overall picture. Viongozi wengine wa upinzani wote ukijumlisha kura zao, yani naeleza viongozi wote wa upinzani ukijumlisha kura zao, nimefanya analysis hapa. Lowassa 6-13-13 kwenye picha ya kitaifa. Wagombea wengine wote wa CCM ukijumlisha kura zao zote wanapata 30, 28, 24. Ina maana katika kipindi hiki ukifanya uchaguzi wakati huo wagombea wa CCM na ukijumlisha na Lowassa na upinzani ilikuwa 36-23, 51-27, alafu 34-20. Sio? Sasa hapo ukimtoa Zitto, natoa Zitto kwa sababu sio sehemu ya Ukawa. Kitu gani kimetokea? Sasa ndugu Lowassa amehamia opposition. Kinadharia ungeweza kudhani amehama na kura zake zile alizokuwa nazo kaingia nazo upinzani. Kihalisia si kweli. Kuna zingine atakuwa ameziacha CCM huko, kwa zingine kama nazo. Kitu gani kimetokea kwenye opposition? Nani walikuwa wanaongoza kwenye opposition? Walikuwa wanaongoza kwenye opposition watu wawili. Dr. Slaa alianza ana 19%, afuata na Lipumba 13%, afuatia Freeman Mbowe 3%, na wengine huko wanabaki. Kitu gani kimetokea mpaka kipindi hicho? Lipumba hayupo, Slaa hayupo. Utakuwa unajidanganya kama unadhani kwamba Slaa na Lipumba wameondoka bila kura zao. Kama Lowassa alivyoondoka na baadhi ya kura kutoka CCM, hawa nao wameondoka na baadhi ya kura. Zimeenda hapo yasijulikani. Zitakuwa zimesambaa kwa CCM, zingine zimekatwa nyumbani, zimechoka, zimebaki hapo. Unanielewa? Kwa hiyo mambo yametokea haya. Watu wasichanganye mambo. Waliokuwa wanafanya upinzani wapate kura hizi hawapo, wawili. Super opposition politicians are not there. Ambao walikuwa wanafanya Ukawa na vyama vingine vya upinzani wawe pale. They are not there. Na wameondoka vibaya. Wote wameondoka kwa kutukana, sio? Kwa hiyo kuna watu wamewaudhi, kuna watu wamewafurahisha. So this is very clear. Kwa hiyo alichobaki hapa, Sumaye alikuwepo, lakini kwenye graph alikuwa anaonekana kabisa. Kwenye yale matokeo ya katika wagombea wa Chama cha Mapinduzi, Sumaye kwenye graph ulikuwa muoni. Maana kilikuwa sijui wapi kule. Kwa hiyo kwa kweli hajaingia na mtaji wote huko alikoenda. Aliingia na mtaji peke yake nani? Ni ndugu Lowassa. Kwa hiyo hii matokeo yanaelezeka. You can explain even within these matrix very clearly, kisayansi kabisa bila shida. Tatizo letu liko hasa labda tukiangalia kwenye nchi za Afrika. Tumetengenezwa kwa level ya kupokea tafiti na kubaliana na tafiti, au kuna tatizo pia labda la kihistoria kiasi kwamba ninakuwa na Zitto wa kuzipokea tafiti positive? Nikupa mifano miwili. Nadhani ilikuwa mwaka 2011-12 wakati ule wa Babu wa Loliondo. Nilikuwa nimeitwa kwenye kipindi kimoja hapo kwenye television hapa Channel 10 nadhani, kwenda kuzungumzia kisaikolojia kwa nini watu wanamiminika Loliondo. Nikaeleza kwa sayansi kabisa kwamba duniani hapa tafiti zimefanyika, zinaonyesha kwamba dawa za mitishamba ufanisi wake ni mdogo. Yani katika watu 100 dawa za mitishamba hazitibu zaidi ya watu 30. Kwa hiyo sayansi kakonklude kwamba dawa za mitishamba they are not effective. Sio, hazina maana, hazitibu. Nikatoa wito, watu wanaotumia dawa za ukimwi wasiache. Wanaotumia dawa za kisukari wasiache. Simu zilizofuata hapo nilitukanwa. Msomi huyu haheshimu Mungu, anajifanya mjanja. Inchi nzima ikahamia Loliondo, wakiwemo viongozi wetu. Tena hao wanaogombea pia walikwenda Loliondo. Watu wakakodisha mpaka helicopter. Sio, Ndesambura alikodisha helicopter na tukatoa Wachaga wa Moshi kupeleka Loliondo. Tukatukona sana tulipinga sisi. Lakini leo Babu Loliondo iko wapi? Zile dawa zikutibu, hamna chochote. Na kuna kombe sio kombe. Kuna watu ambao waliacha dawa za kisukari walishafariki. Ile inajulikana hiyo, hakuna shaka. Hiyo ni nini? Ya mfano wa pili, Reddit. Wamekuwa wakifanya utafiti tangu 95. 1995 walitoa matokeo wakasema ndugu Mkapa ataongoza kwa 67%. Walitukanwa wale watu. Wakati Mrema ndio yupo juu kama unavyoona Lowassa leo. Walitukanwa wale watu. 2000 wakasema Mkapa ataongoza kwa 70% hapo around hapo. Walitukanwa hao watu. Lakini Mkapa alishinda. 95 wakashinda. 2005 Reddit wakafanya utafiti kuonyesha kwamba ndugu JK, ndugu Mrisho Kikwete angeshinda kwa zaidi ya 80%. Walitaka kupigwa mawe wale watu. Kidogo wapigwe mawe. Lakini ukweli kwamba JK alishinda kwa zaidi ya 80%. Maana yake nini? Sisi hatuna utamaduni
wa kuheshimu sayansi. Na hii ndio kazi kubwa ambayo sisi wasomi na vitu ifanye. Kinachokatisha tamaa ni kwamba hata baadhi ya wasomi wenzangu wanapinga matokeo ya utafiti sio kitafiti. Wanadauti matokeo ya kitafiti kishirikina. Ukimsikiliza anavyoongea, unasema huyu naye tulisoma naye darasa research, kuna course inaitwa research methodology course ambao kila mwanafunzi anayesoma chuo lazima isome. Kwa hiyo hii ni nchi ambayo lazima tufanye kazi kubwa ya kujenga utamaduni wa kuheshimu sayansi. Tuna tabia za kuamini sana katika ushirikina. Na ushirikina siongelee uchawi. Yaani kuamini mambo ya hisia, vitu ambavyo virahisi kiujanja ujanja, ndio utamaduni tuliojenga huo. Lazima utamaduni ukome. Na mwaka jana kama mnakumbuka, Afrobarometer, na ni taasisi kubwa sana duniani, ilitoa utafiti kaonyesha kwamba Tanzania ndio nchi inaongoza katika Afrika kwa kuamini katika ushirikina. Hizi si sifa njema. Lazima tufanye kazi kubwa ya kuelimisha ili watu wetu waamini sayansi. Unafikiri na hili swala la kaka kuona? Leo tumesoma taarifa moja ya kaka kuona, nafikiri ni Lindi, na watu wengi wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na kaka kuona na tabiri, au lakini hata wazungu walikuwa kipindi fulani wanaamini katika pweza, walikuwa na tabiri. Hii ni moja ya sehemu za ushirikina na ni burudani. Wale walikuwa wanafanya wazungu. Ilikuwa burudani. Hii kwetu sasa. Hii sasa sisi tunachukua inakuwa serious. Unajua ndio shida. Wazungu walikuwa wanafanya ile kwenye World Cup. Ilikuwa burudani yani. Yaani wanafanya wanatumia. Sisi tunachukulia serious, tunaamini. Yaani tuna matatizo makubwa sana. Kaka kuona sio kweli. Hamna chochote hapo. Ni mbwembwe tu za kumwekea maji, ujinga mtupu. Maharage. Hamna kitu kama hicho. Hamna sayansi katika hilo. Ni mambo ambayo ya kudharau kabisa. Hayana maana. Naomba tumalizie profesa, kwa sababu muda wetu naona unakimbia hapa. Tuko katika lakini huoni kwamba labda ni homa hii ya siasa iliyopo ndio maana imefanya hasa mijini, labda tunapoiangalia Tanzania kwa kuangalia miji mikuu, je, tunafanya analysis iliyo sahihi kwamba tunaangalia Tanzania kwa kuangalia Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza na ile mihemko? Ndio tumekuwa hivyo kwamba umeme ukikatika Dar es Salaam, haya magazeti yanaandika nchi yaingia gizani. Wanasahau kwamba Tanzania umeme ni 10% tu. Huko vijijini kila siku hapo gizani. Eti wanasema nchi imeingia gizani kisha Dar es Salaam. Sasa sisi tunakaa hapa tunapima kwa kuangalia Kariakoo na nini. Ukikaa hapa ukiingia kwenye daladala utadhani nchi nzima hii ni ya Ukawa. Sio? Yaani haina shaka hiyo. Ukienda kwenye magazeti huko wapi lakini this country is not just Dar es Salaam. This is a big country. Sio? Huge. Hii nchi inaanzia Pemba mpaka Kagera. Sio mchezo. Kuna sehemu zingine huko sisi nilikuwa naongea na Zito jana, yupo Tabora. Yupo huko vijijini anasema huko hata neno watu Ukawa wengine hawajawahi kulisikia. ACD kabisa, nikamwambia mdogo wangu chapa kazi kule. Wanajua yani tunajidanganya sana. Mimi ni opposition. Lazima tufanye kazi ya ziada. Sio? Ndio maana sisi tumemchangia kiongozi wetu, tumempeleka vijijini huko. Leo ni birthday yake lakini yupo huko Tabora. Tutamwambia kaa huko kutafuta kura za wananchi. Sio? Huko Dar es Salaam tayari tunazo. Huko mijini opposition wanazo kura. Sisi tumesoma, utafiti unaonyesha kwamba wasomi wanaunga mkono upinzani. Inaonyesha wasomi, vijana, sasa unahangaika nao nini? Unahubiri kwa watu ambao wameshaokoka tayari. Mhubiri mwenye akili anaokoka watu ambao hawajaokoka. Watu ambao hapo unatafuta support, twendeni vijijini, tutafuta watu ambao hawajasoma, tuwaelimishe, tuongee na kina mama. Sio, hii ndo hali halisi ya utafiti. Lakini unakaa, nimesoma jana kiongozi mkubwa wa chama cha siasa anasema eti huu utafiti umetengenezwa Lumumba. Yani natamani kumpiga makofi. Samahani nikuulize tu. Maana hii watu sikue mchezo. Kwa sababu hii ni hatari sana kwa watu ambao hawaheshimu sayansi, kwa sababu hawa matokeo kija kutoka yametangazwa na tume ya uchaguzi, msishangae wakayakataa. Hizi tabia za kudharau sayansi na kufanya mambo ya kipuzi ni mbaya, lazima tuzikemee mapema. Hatuwezi kuwa na viongozi wa kitaifa wakubwa wanajibu matokeo ya kisayansi kizembe. Hatuwezi kuruhusu, ni kitu kibaya sana. Nilikuwa nataka kuuliza, kwa mfano tukiangalia kwenye upande tena huo wa sayansi, tukiangalia matokeo, tukitumia zile tarehe ambazo umezikumbuka kwa tangia ndugu Lowassa kutoka Chama cha Mapinduzi kuingia kwenye Ukawa. Je, tafiti ingeonyesha leo kuwa Lowassa angekuwa ndo anaongoza kwa asilimia hiyo ya 60 na ngapi, na Magufuli ndio yuko chini? Je, ingekuwa kweli utafiti wa ingekuwa imechukuliwa vipi? Wouldn't it be too high a rise kwa ile muda mfupi amekuwa pale Ukawa? Kwanza ungeshangaa ingekuwa kinyume hivi. Hili gazeti hili lingeshangilia. Unaonyesha hizo magazeti yote ungeelebwa. Hili lingeshangilia, hili lingeshangilia, hili lingeshangilia,
hili hapa lingekuwa katikati, hili lingekuwa katikati somewhere. Sio? CCM wangetukana vibasa. Hawa kina Makamba wangetukana kuliko maelezo. Yaani hapa wanasiasa wa Tanzania wote kwa ujumla wao hawana adabu na sayansi. Hilo linajulikana. Sio? Kwa hiyo ingekuwa balaa. Lakini mimi binafsi isingenishangaza vile vile kwa sababu unazungumza na mwanasiasa ambaye Lowassa sio mwanasiasa tu. Yeye ni taasisi vile vile. Sio, he's a heavyweight politician katika nchi. Amekuwa around kwa miaka 20 tangu 95. Wanasiasa wote walioanza naye mwaka 95 ukimwacha Kikwete ambaye ni rais walishapotea. Amebaki mwenyewe katika ulingo wa kisiasa. Kwa hiyo huwezi kudharau. Sio, huwezi kudharau. Kwa hiyo mimi matokeo yote ambayo yangetoka ningejadili kisayansi tu. Hata mimi utafiti huu nina nafasi ya kutilia shaka kisayansi, lakini sio hivyo. Hapana. Mimi naomba tukushukuru sana Profesa kwa kuweza kupata muda na kuja kuzungumza. Nafikiri tuna haja ya kuzungumza sana na kwa kadri tafiti zitakavyokuwa zinatoka na nafikiri tutakuwa tuna pia muda wa kuja kuzungumza. Lakini pia tuzungumze na wananchi ambao wanachukua kila neno. Tuna taifa labda ambalo wananchi wanachukua kila neno linalotoka kwenye kinywa cha mwanasiasa na kuliamini kwamba ndio neno sahihi. Unafikiri nini ambacho labda Watanzania tuwe tunafanya tunaposikia viongozi wetu kwenye majukwaa wanazungumza? Tunafanya nini kuona tuna nafasi gani ya kuweza kufikiria nje ya maneno ya wanasiasa? Mimi niwaambie tu wananchi wenzangu, utamaduni wa kidemokrasia ambao tumeiga Marekani, Uingereza na pengine, sifa moja ya raia ni kuatilia shaka wanasiasa. Usiwaamini wanasiasa kwa kiwango hicho. Mimi ambacho kinaniogopesha hapa ni kwamba tunaweza akaongea profesa, akaongea daktari, akaongea mtaalamu wa sibu, sio, akasema fedha zimeibiwa au hazijaibiwa, watu wakataka kumwamini kwa mimi wanasiasa. Lakini sifa ya kidemokrasia, ili hawa wanasiasa mnaowapenda wawe na akili, watilieni shaka. Mkiwaamini sana wanasiasa wanakuwa ni wajinga. Na ujinga wao ni kwamba wanakuwa na nafasi ya kuropoka chochote bila kuogopa. Na ndicho kilichopo. Wanasiasa sasa hivi wanaropoka chochote bila kuogopa. Na lazima nikiri, mimi kwa kweli wasiogopi kusema kweli. Wanasiasa wa upinzani naanza kuogopa sana. Kwa sababu ile kiburi cha kupendwa kimewapa ujasiri wa ajabu wa kutamka vitu bila kuogopa. Wamepewa ticket ya kuropoka. Too dangerous for the country. Wajione kwamba wao ni viongozi, umaarufu wanaopata wajiheshimu na waheshimu watu ambao wanawapa maarufu. Kwa wananchi wenzangu, tujenge tabia ya kutilia shaka wanasiasa wa pande zote, wa upinzani pamoja na chama tawala. Na kwa wasomi wenzangu, tuendelee kutilia shaka tafiti. Ndio tuliofundishwa sisi. Sisi utamaduni wetu wa kisomi ni kutilia shaka tafiti. Lakini tunatilia shaka tafiti kitafiti. Hatuwezi kutilia shaka tafiti kishirikina. Haikubaliki. Kama kushukuru sana Profesa. Asante sana kwa kuweza kuja kuzungumza na sisi. Na asante sana wewe Mtanzania ambaye umekuwa pamoja nasi kwenye sikukuu ya Eid al-Hajj, na tunazungumza masuala kama haya ambayo kimsingi yanatupa uelewa na anakupa, kama umesikiza vizuri, yatakurudisha nyuma uanze kujiuliza maswali na kutafakari na kutilia mashaka hata maneno yanayozungumzwa kwenye majukwaa. Tuyahoji kidogo, upate fursa ya kulihoji. Sio kila unachotupiwa tu unameza, unakula unameza. Mwisho wa siku tunameza na vitu ambavyo havingestahili kumeza. Unameza chupa, baada ya muda unaanza kupata shida. Nakutakie turudi baada ya muda mchache. Hii ni 360 Eid al-Hajj. Yale mambo ya mapishi, manyamnyam, mahanjumati, madiko diko, yani kila